lazima lifanye nini? Lazima liondolewe. Basi wakaliondoa jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru sana kwa kuwa unanisikia siku zote. Mstari wa 42. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria haya, ili wapate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Yesu alikuwa anataka ushuhuda. Lazima mtu fulani apate ushuhuda wako. 43. Naye akiisha kusema, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Yaani hebu weka jina lako sasa. Bwana asifiwe. Weka jina lako. Alafu Yesu anakuita, anasema njoo huku wapi? Njoo huku nje. Hayo majitu vinyago hivyo tuliongea katika wiki yote. Halafu sasa Yesu anaita, anasema mpendwa, katika jina lako, anasema njoo wapi? Njoo huku nje. Ellen G. White anasema ya kwamba uungu ulimulika katika ubinadamu, na waliokuwa wanasikiliza waone ya kwamba huyu ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Na haya masomo, hii Biblia ambalo tumejifunza katika wiki yote, haya matukio haya yumkini yalifanyika yatufundishe sasa sisi tunaoishi katika wakati huu, kwamba kufufuliwa kwa Lazaro ni fundisho kwetu leo ya kwamba Bwana amekusudia tufufuliwe kiroho. Bwana asifiwe sana. Tufufuliwe kiroho. Basi alipoita akasema, Lazaro, njoo huku nje. Na wanasema alitaja Lazaro kwa sababu angesema njoo huku nje, asitaje Lazaro, maana yake wafu wote wangefanya nini? Wangefufuka wote. Lakini yeye alikuwa specific kwa Lazaro ili iwe fundisho kwetu leo. Akasema, Lazaro, njoo huku nje. Kirahisi tu. Akatoka nje yule aliyekufa. Mbona msemi amina jamani? Sasa kuna mambo mengine tu sio lazima uulizwe unasemaje. Wewe mwenyewe tunasema nini? Unasema amina tu kwamba hii nayo ni nzuri. Si ndio jamani? Hili neno ni jema. Akatoka nje aliyefufuka. Biblia inasema amefungwa sanda miguuni na mikononi. Uso wake umefungwa leso. Kazi haijaisha. Amefufuka. Lakini amefufuka akiwa na amefungwa masanda na maleso na hivi vyote viko hivi. Maana yake ni nini? Kwanza, sisi wanadamu lazima tuhudumiane sisi wenyewe. Tuna nafasi yetu ya kufanya. Tunatiana moyo, tunafarijiana. Unapota mwenzenu kama anaenda kuanguka hivi, mnarutia moyo kwamba Bwana tusonge mbele, maana safari bado ipo. Lakini ina maana pia unapokuja kanisani
haina maana ya kwamba umekamilika, vitu vimeisha, nimehudhuria kambi, halafu kesho unaenda tu katika mambo yako. Unapokuja kanisani bado maleso yapo, bado visanda vimefunga. Kwa hiyo lazima usaidiwe ili vitoke. Bwana asifiwe sana. Nimesema mazoea yale ya zamani lazima yasaidiwe yaweze kutoka. Halafu Yesu akasema hivi, Yesu akawaambia, mfungueni alafu mkamwache aende zake. Ninaenda kumaliza. Neno linasema nitakwenda. Bwana asifiwe. Unajua wakati fulani, hebu tufungue kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19. Wafalme wa Kwanza sura ya 19. Sura ya 19 na mstari ile mstari ya chini pale 19. Tumeongea katika kambi hili ya kwamba tuko na jukumu. Pale 19:15 ninanukuu tu mafungu hayo katika kisa cha leo. Anasema, Bwana akamwambia, enenda urudi njia ya Dameski, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski. Ukifika mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu. Huyu alikuwa ni Eliya ambaye alikuwa amemkimbia Yezebeli. Eliya alikuwa amejipa haki kwamba katika Israeli ni yeye tu amebaki. Mstari wa 16. Sasa Mungu anamwambia iko kazi. Na Yehu mwana wa Nimshi mutie mafuta awe mfalme wa Israeli. Na Elisha mwana wa Shafati wa Ebela Mehola mutie mafuta awe nabii mahali pako. Kwamba Mungu alijua safari ya Eliya karibu inafika mwisho, lazima aangalie mtu. Na itakuwa anasema, na atakayeokoka na upanga wa Hazaeli Yehu atamuua, na atakayeokoka kwa upanga wa Yehu Elisha atamuua. 18. Pamoja na hayo nitajisazia katika Israeli watu 7,000, kila goti lisilomwinamia Baali na kila kinywa kisichombusu. Sasa kama sisi waumini, Mungu ametupa jukumu la kufanya katika kanisa, lakini haina maana kwamba Mungu anapotoa jukumu la kufanya kwamba anatumia watu waliokamilika. Mungu anataka sisi hawa katika udhaifu wetu atutumie katika kazi yake, ili mradi tunaweza kuitika, tunaweza kuisikia sauti yake. Ona mitazamo ya kibinadamu. Niliwahi kupata mfano huu. Ngoja niwasomee hapa kama unaweza ukaelewa. Kama unasoma Biblia utanielewa vizuri.
Ona tabia za watu katika Biblia, lakini Mungu aliwatumia. Moja, sasa Mathayo si alikuwa mtoza ushuru? Sasa mitizamo ya kibinadamu, Mathayo karibu atarudi Forodhani kuchukua ushuru. Tulikuwa naye kanisani, lakini karibu anarudi wapi? Forodhani kuchukua nini? Ushuru. Filipo si mtu wa imani. Ukisoma katika Yohana sura ya 6 mstari wa 5 mpaka wa 7, huyu Filipo wakati Yesu alipotaka kulisha watu kwa mikate ile hakuamini. Akasema tu tuwakatie kidogo kidogo, maana havitatosha. Filipo sio mtu wa imani. Tomaso ni mpinzani mwenye mashaka. Yohana atatumia muda mwingi kulala kifuani mwa Yesu. Simeoni Petro, huyu ni kimbelembele, atatuuza. Mzee Enoki aweza kutoroka wakati wowote. Mzee Nuhu, yeye si mwinjilisti. Alifanya kazi miaka 120, akaongoa wangapi? 8. Hatufai huyo. Yohana Mbatizaji ni mchafu, amevaa mavazi ya ngozi na nini na singa. Tukialikwa kwenye hafla itakuwaje? Elia, ujumbe wake ni mkali, mambo yakizidi atakimbia. Paulo atalichanganya kanisa kwa mafundisho yake. Hiyo ndiyo mitazamo yetu ya nini? Ya kibinadamu. Lakini Mungu anatuita sisi katika uzoefu huo. Anapotuita anatutengeneza tufae kwenda kufanya kazi yake, wakati tukifanya nini? Tukimungoja. Bwana asifiwe sana. Ninapomaliza katika kisa hiki, Yesu katika kisa hiki anahitaji achorwe katika maisha ya watumishi wake. Yesu ambaye aliugua katika nafsi yake anawakilisha sisi wote. Kwa ajili tunapougua kwa ajili ya watu wengine ambao hawajaipata kweli. Na Lazaro anasimama badala ya yeyote mwenye dhambi ambaye anahitaji msaada wetu. Halafu lile jiwe ni giza kula dunia, liloifunika dunia. Martha na akina Mariamu na wenzake ni mimi na wewe ambao tunatakiwa kupeleka Injili. Bwana asifiwe sana. Naomba nimalize hivi. Katika kitabu cha Isaya